Tuko na more than 600 new generation leaders in Kenya. Na ndiposa tulifikiria eti Raila yeye alikuwa ni mtetezi wa nyonge. Lakini tulikuja kujua Raila si mtetezi wa nyonge, Raila ni mtetezi wa nini? Wa tumbo yake. Nondu ketha anaye mtetezi wa Kenya. Ndoka uligana Ruto, magambi otunyanyasa, magambatia koti na kila kindu. Kila muikumana bahandi kasanga nde na budget. Nikanati kwate uitimusio dialysis nzio Ruto must go. Aneni ingi baa na maita Gen Z dhanu ne wiki nduchunye ni nai katikati wacho. Na ndukende muno kuetaniwa nacho. Ethi wandu kuwa musalaba ulawi Gen Z ni. Ndu nengwa utongo inondu munini. No netisie kula ndia sianga nengwa nundu ningwe wiwateine thina mao. We nengwa kula nundu wina woni wa nthino bala yendete. Tine ne kuhusu ndwa itu kiwu, kuhusu ndwa itu malelo, ikuyu yambi ya kuoela mutwe, na mutwe yu niwe nende na ungangana wewe baya ilobi weta wa Ruto. Pai aja ya tasi ya kiliika, kasangaika, ila ndino yina madeni na contractors mate ya ibe. Kila muikumana bahandi kasanga nde na budget. Nikanati kwate uitimusio dialysis nzio Ruto must go. Nikwanati kwate ndi yitu ya kwenesa inyumba ni nyonde alama tena kura mose kura na muitia wia itina kili ya siya tambo likachoni. I came with my friends whom we are working together in a forum called New Generation of Leaders led by Professor Ogolla. He has been supportive to me. He has been mentoring me to become something bigger. Ila na imunini ndi anena atakana. Ndiende na kuyana. Kwa kilimu isisye ninukite. Kilimu isisye te kendua ito. So Professor Ogolla and my brother Nicholas Oyo kindly come briefly say hi to my people. Na nawapenda sana. Kwekai mwangu niye kura ndikwatana na umea. Nimwekie nesa mwangu ni acha makuyana. So karibu bwana professor. Asanteni sana kwa familia na mjane, poleni sana kwa mambo haya. Lakini sisi wote tuko katika hiyo safari. Mimi naitwa Nicholas Oyo, tunafanya na Felix na tunafanya Kenya mzima kwa sababu tunaongea mambo ya kubadilisha nchi hii. Na nimesikia sijui kama amewaambia kwamba anataka kuwa seneta wenyu. So mimi nitawaambia hivi ya kwamba nchi hii lazima muichukue nyinyi wenyewe. Ndio kumwe wenye hii nchi. Hiyo ndio kitu sisi kama Afrikenya tunase kwamba nchi ni yenyu. Na nyinyi lazima mfanye kama vile matatu inafanywa. Kama matatu inatembea, ikiwa mwenyewe amesema dereva ashuke atashu? Dereva ashuke atashu? Sivyo? Hivyo ndio sisi tunataka iwe. Kwa hivyo tutarudi hapa mara nyingine, sio mara yangu ya kwanza kuwa hapa. Nilikuwa hapa Makalu. Nilikuwa nimekuja tena kutembea na Felix hapa na nitaendelea kutembea. Na siku ile tukikuja sasa tutapiga hiyo siasa mzuri. Asanteni sana. Kwa familia, kwa kanisa na kwa wazee, kwa vijana, wakina mama na sisi sote. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwanza tulikuja hapa kuleta rambirambi yetu kwa mwenzetu anaitwa David kwa sababu Felix ako kwa hiyo familia. Hiyo ndio kwanza ilituleta. Na tumeleta rambirambi tukisema ya kuwa wale wote wanaitwa new generation leaders. Tuko na more than 600 new generation leaders in Kenya. Felix ni mmoja wao, mimi ni mmoja wao, yeye ni mmoja wao, lakini sio watu wanatafuta viti kwanza. Kuna mambo ambayo is more urgent. Ni more? Ulisikia mtu David alipeleka kufanya dialysis, mashini ikaharibika. Hiyo itangoja 2027. Kuna mambo ambayo yanafaa itatuliwe leo sio kesho. Ama namna gani? Leo sio kesho. Uliona ile siku wa Munyoro walikuwa nakutana huko wa Munyoro. Tuliambiwa sisi tuende huko tukae nyuma yao.
Tukasema ninyi mnatafuta viongozi, lakini Kenya iko kwa shida. Nataka nieleze hayo shida muelewi. Kwanza, umesikia ndugu yangu hapa anaitwa Madhuba anasema kuwa mnataka muingie CBC, sivyo? Karibu nimelia nikisikia hivyo. Kwa sababu gani? Si kibaya, lakini nimetofautiana naye kidogo kwa sababu mimi ni profesa ya uchumi. Nimefundisha Strathmore miaka 12. Punde tu Ruto alikuja na hii mambo ya bottom up, nilienda kwa TV nikasema utaua Kenya. Akapiga simu Strathmore nifukuzwe kazi. Nikafukuzwa Strathmore. Sasa hii nafanya kazi kama Deputy Vice Chancellor Uzima University kwa sababu waaskofu wa Katoliki walikaa chini wakasema huyu kijana hakuna makosa alifanya. Alisema ukweli. Alisema utaua uchumi ya Kenya. Si ameua? Si ameua? He must go. Yani si ati sisi ndio tuliamua, yeye ndiye aliamua kuua uchumi, na mwenye ameua uchumi lazima aende. Ukiua uchumi umeua binadamu. Ama namna gani? Wewe unaweza kaa kwa nyumba kama unasema ati siasa kama mtu hajaua. Sasa nataka kuambia hivi, alisema ya kuwa tufanye CBC. Youth employment ni 60% youth unemployment. Sivyo? 600 wanatoka university kila mwaka na gava haina kazi. Sivyo? Wanahonga mpaka hii kazi ya Alfred Mutua. Watu wanahonga waende ngambo na hata ukishahonga bado hauendi. Sasa CBC sio solution. Solution ni kwanza uwe na kazi unaweza fanya ili competence inalinganishwa na kazi. Si ati competence na hauna kazi. We kama uko na competence na uwezi kuwa na kazi utaenda wapi? Ya pili, pending bills my brother. Mtaanzisha biashara za SMEs hapa. 48% of SMEs wanakufa kwa sababu ya pending bills. Nimeenda kotini kama new generation aspirant leaders. Tukisema komesha kufanya bajeti, lipa pending bills kwanza. Watu wanakufa, wengine wanaenda suicide kwa sababu ya uchumi. Hiyo ndo tunatatua leo. Wacha nikwambie, Ruto anachukua pesa ya house levy na inasemekana construction is shrinking. Wanachukua pesa ya fertilizer, agriculture is shrinking. Ukienda kwa hardware zinafungwa, simiti hainunuliwi. Kwa hivyo mambo ni mbaya ya uchumi. Najua uko na haraka lakini wacha nimalize nasema mambo ni mbaya ya uchumi, tutatue sasa si kesho. Kwa hivyo nataka kufanya the following. Kwanza, pending bills zitengenezwe kabla ya budget. Ya pili, youth ambao walifanya university ambao wamaliza 3 years bila kufanya kazi wapewe waiver ya HELB. Ya tatu, tuache hii ufisadi na hii mambo ya deni tumalize. Alafu ya mwisho, kabla Kenya haijazalisha hakuna vile tunaendelea, na hiyo ndi solution ya leo si kesho. Nikimaliza nitampatia pastor, alisema vizuri hapa. Hiki kitabu ni ya uchumi. Pastor Elijah ambaye ameongea hapa, nitapata hiki kitabu anaweza akasoma, pengine kama unapita karibu naye utapata hekima kutoka kwake. Inaitwa Solomonic Economics. Hiki ndio kitabu inaweza badilisha Kenya, si mambo ya kusema nataka kuchukua ile kazi, hii kazi. Hii ndio tabadilisha Kenya. Asante sana na poleni kwa kuongea kwa muda mrefu. Pole sana Felix. Lakini ilibidi. Asante.